nilisikia wenzetu wa UDA huko Mbale wakisema kwamba wanataka referendum. Ati kwa sababu sijui boundary review imechelewa, sijui wanataka ward mingi. Lakini I read a sinister motive in that proposal. Kwa sababu sisi ODM tumekuwa tukipigana tukisema tunataka mambo ya boundary review ifanyike. Hata wakati tulikuwa kwa maandamano tulikuwa tunasema hivyo, na hawa wanatukataza. Tunawaambia tunataka IBC kuja mapema, wakachelewesha IBC, wakasponsor cases, wakaenda kotini kusimamishwa kwa IBC. Sasa wanangoja kama tumebaki na mwaka moja na nusu, ati wanasema kabla tujaenda uchaguzi tulete referendum. We already know what you are up to. Hawa watu wanataka kusongeza miaka term of office from 5 years to 7 years ya MCA, ya mjumbe, ya senator, ya governor, ya president. Wananchi mko tayari kutuongeza muda? Ati sasa mimi muniongeze miaka ingine 2 ikuwe 7. Ati mheshimiwa Mbogo huyu akuwe miaka 7. Sisi we are saying this. The government, you have let us down. When we wanted a boundary review, you are not there to give us boundary review. When we wanted the IBC to come as early as possible, you delayed the process. You sponsored people to go to court. And now you cannot come this last minute. Ati mnakuambia sasa, kabla tujaenda uchaguzi, hii kura koti itakataa, wacha ati sasa tuende referendum. We know your intentions. We know your intention. And we are very clear that yes, we need a referendum on particular things. Kwa mfano, we need a referendum on the matter of the NADCO report. Ile baba alipitisha. Let us have a referendum on that. But don't tell us the reason why we need a referendum ni kwa sababu ya mambo ya boundary review. Hiyo ni ukora. And me as your senator, I will accept a referendum that means good for the people of Kenya. But any referendum that is seeking to extend the life of the current president and us leaders, we will lead people to reject it. Mnakubaliana na mimi? Mnakubaliana na mimi? So Mheshimiwa Mbogo Milemba, mimi najua wewe ni Deputy Secretary General wa UDA. Nimesikia former party leader wako akisema hiyo. Ambia hao jamaa, instead of telling us about referendum, tuna 10 points agenda. Ile baba Raila Amolo Odinga kabla akufe alisaini akaweka kidole, Ruto akiweka kidole. That should be your priority. That should be your priority. Because it is speaking to these people. You cannot, I have been the champion of 10 points agenda. Mimi kila mahali naenda naongea mambo ya 10 points agenda. Kwa sababu hiyo 10 points agenda ni kitu ambayo inaimarisha maisha ya kila Mkenya. Sasa when we demand for 10 points agenda, nyinyi badala ya kuimplement hiyo, mnakuja mnatuambia ati mnataka referendum. Ati mnataka ukipigia mtu unapiga pia referendum. Hiyo, you will have to tell us more about that before we agree with you. You will have to tell us more about that. Because we read a sinister motive kwa hiyo maneno. Na mambo ya 10 points agenda, mimi saizi the people who are trying wanajaribu kunitisha mimi. Ati kwa nini mimi naongea mambo ya 10 points agenda? Ati ninyamaze, nisiulize ile mkataba baba alisaini na Ruto. Ati wananitisha, wananipiga simu, wananiambia niwache. I want to tell you today, leo hapa Luanda, mahali nilizaliwa, mahali baba yangu alitoka, I will not stop talking about 10 points agenda.
mukitaka muniue, but I will not stop talking about 10 points agenda. Tuna kiongozi mwingine ananiutisha, ananiambia ati Osotsi, nini iko ndani ya hii 10 points agenda yako? Mimi nataka kumwambia, I was in the room seated with Raila Amolo Odinga when they brought a document before us as ODM, wakasema tuweke kidole ati mkataba kati ya ODM na UDA. Baba took that document na akararua, akasema hii ni takataka. Akasema tengenezeni mkataba wa wananchi, na akaambia Mheshimiwa Profesa Nyang'nyong, Edwin Sifuna, Gladys Wanga na Odoro Ng'en waende kwa room watengeneze mkataba ya wananchi, na wakarudi na 10 issues. Issue ya kwanza, wale vijana wetu ambao waliuawa kwa maandamano wapatiwe fidia. Issue ya pili, mambo ya extrajudicial killings isimamishwe. Jambo la tatu, pesa iongezwe kwa makauntis to 450 billion. Ndio magavana wetu watufanyie kazi vizuri. Jambo lingine, madeni ya serikali ipunguzwe. Jambo lingine, ufisadi ipunguzwe. Jambo lingine, tukuwe na usawa kwa serikali, inclusivity. Hiyo mambo yote hii serikali haijafanya yoyote. Imedharau ile mkataba waliandikishana na Raila. Na sasa sisi kama viongozi tukijaribu kuongea tunatishwa. Hata leo ati wanakutana kule Kirigoris. Kule Kirigoris ati wanakutana ati kuongea juu ya Osotsi na Sifuna. Ati sisi ati wanasema sisi ndo tunapinga hii serikali. Mimi, I want to tell you people who are meeting that Osotsi try another person.